الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة، kwenye majlisi yetu ya jana tulianza na utangulizi ulio na vipengele vitatu muhimu, na sasa hivi hapa mmekaririwa na Sheikh Abu Muhammad Salim, Allah mhifadhi, kwa lengo la kuwakumbusha kwamba miongoni mwa tulioyazungumza, tulizungumzia hali ya Waislamu kwa utabiri na maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba huku mwishoni kutakuwa na hali gani ya Waislamu. Lakini tukaleta katika uhalisia wa hali halisi ilivyo. Je, sisi tuionaje hali hii? Tukaona ya kwamba kile kilichosemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndicho tunachoishi nacho, na kwa hilo tunapata yakini kabisa kwamba yeye ni Rasulullahi haqqan, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hazungumzi kwa utashi na mapenzi ya nafsi, anachozungumza ni wahi kutoka kwa Allah jalla jalaluhu. Tumeielezea hali yetu kama tunavyoiona, ni hali ya unyonge, hali ya udhalili na mifarakano na mfano wa mambo kama hayo ambayo tunaishi nayo leo. Kwa hiyo tuko ndani ya uhalisia ule waqi, lakini pia tukalizungumzia suala la ufumbuzi wa matatizo haya, namna Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyotuwekea ule ufumbuzi. Kwa kweli ufumbuzi au dawa aliyotuwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dawa rahisi, lakini pia ni nzito. Rahisi kwa kuwa tuweza kuamua sisi tukarudi kufuata kile tulichoelekezwa na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi sote tukaamua basi, ilama alkhulfu bainakum ilama wa hadhi dhajjatu kubra alama. Tofauti hizi mpaka lini? Turudi kwenye yale aliyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo hilo ni rahisi tukiamua, lakini kuna kitu kinahitajika. Kitu hiki kisipopatikana, jambo litakuwa gumu.
nayo kitu chenyewe ni malezi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliwalea maswahaba zake kwenye wepesi wa kukimbilia kuamini kilichotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikimbilia kheri. Aliwalea kwenye malezi ya kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, kisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kumpenda Allah na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko nafsi zao. Kwa hiyo alizilea nyoyo zile zikaelekea, na ndio maana hata sisi tusema siku zote islahi ya kwanza inatakiwa ielekezwe ni islahi ya nyoyo, kwa sababu islahu alqulub, kutengenezwa nyoyo, ndio sababu ya kutengenea waja na miji. Ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat au idha saluhat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حديثي يا النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, fahamuni, mjue kwamba katika mwili, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kijimnofu, kijipande cha nyama. Kipande cha nyama hiki kikiwa kizuri, mwili wote unakuwa mzuri. Kipande cha nyama hiki kikiharibika, kikawa kibaya, mwili wote unakuwa mbaya. Kipande cha nyama chenyewe ni moyo. Huu moyo huu unatakiwa ulelewe juu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Moyo ulelewe juu ya utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Moyo huu unatakiwa ujazwe tauhid, uelekezwe kwenye utiifu kwa kufundishwa na kujazwa tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuondoshwa shirki ndani yake na maradhi yote ambayo ni katika sawarifu anil haq, maradhi ambayo yalikuwa ni sababu au ndio mikingamo inayomkinga mtu kwenda kwenye haki, maradhi ambayo yatamzuia mtu asiifuate haki kama vile kibri na mingineyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alizilea hizi nyoyo. Nyoyo hizi zilitoka katika ukafiri wa kuabudu masanamu na kuabudu visivyostahiki kuabudiwa, zikaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iqraran bihi wa tauhida. Kwa hiyo hapa kuna kazi ya kuzilea hizi nyoyo zikubali kwamba kile kilichosemwa na Allah na kilichosemwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ndicho cha haki, alafu ziwe tayari kufuata. Nyoyo ziwe tayari kutanguliza akhira kuliko dunia, kwa sababu walal akhiratu khairul laka min alula. Nyoyo hizi zitakiwa zifahamu hivyo. Tukifikia wakati huo, basi tukisikia tu qala Allahu wa qala ar-rasul, nyoyo zetu zinatetemeka kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala
innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله سبحانه وتعالى katika al-Anfal anaeleza wasifu uliotimia wa waumini, si vingine. Waumini wa kweli hasa ni wale ambao alladhina idha dhukira Allah, ni wale ambao anapotajwa Allah, wakitajiwa Allah, wajilat qulubuhum, zinapata hofu nyoyo zao. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na zinaposomwa juu ya hizo nyoyo aya zake Allah, zadatuhum imana, aya zinawazidishia wao imani. Wakisikia Qur'an imani inazidi. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Angalia nyoyo anapotajwa Allah zinapata hofu. Ittaqillah, mtu anapata hofu, anatetemeka kwa sababu anajua ni nini Allah. Akisomewa aya katika Al-Qur'an Al-Karim imani inazidi. Jichunguze wewe katika moyo wako, kama malezi uliyoyapata ni malezi mazuri ya Kiislamu, sifa hizi utakuwa nazo, ima moja kidogo au kati na kati au kubwa zaidi. Ukiona kwamba hata ukitajiwa Allah wewe moyo wako wala hautikisiki, aya unazosomewa wala huhisi chochote, unaona kama ni mashairi tu, kama maneno mengine tu, jitambue kwamba kuna kasoro, kuna malezi umeyakosa wewe, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatoa malezi haya kwa maswahaba zake. Na ukiwa umeyakosa haya, imani yako ina matatizo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema baada ya kuzitaja sifa zao hizo za ndani na za nje, akasema ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio wale waumini wa kweli kabisa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kwa hiyo hali hii inahitajika ili tuwe na maamuzi sahihi. Kwa maana kwamba tunahitaji mabadiliko yaanze kwenye nyoyo zetu, zikitafsiriwa na vitendo vyetu na kauli zetu. Tunakuwa tuna jamii nyingine iliyo tofauti ambayo sasa imekubali mabadiliko. Jamii ikikubali mabadiliko, kwa kuwa wao wamebadilika, wamejengwa katika misingi ya kubadilika kutoka kwenye hali ya mazoea na hali walizozizoea na tabia walizozoea kwenda katika hali inayotakikana na tabia inayotakikana na miongozo inayotakikana kwa wao. Hali hii ikipatikana, mabadiliko yanakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Leo sisi umma wa Kiislamu ukileta uwiano baina ya nguvu walizonazo makafiri na nchi zao, maadui wa Uislamu, silaha wanazozimiliki, ukileta uwiano na nchi za Kiislamu na jamii za Kiislamu, ni tofauti kubwa sana. Hivyo hivyo kiuchumi, hivyo hivyo katika sekta mbalimbali za kiulimwengu, katika mambo kutoa maamuzi ya kilimwengu, dunia iende vipi, wao wako juu zaidi kuliko Waislamu, kuliko sisi Waislamu. Kwa hiyo wao ndio wanaopanga sera za kiuchumi, mifumo ya kiuchumi,
hawachungi halali wala hawachungi haramu, wakaweka mifumo ya riba, mifumo ya kamari, mifumo ya ghishi na mambo chungu nzima mabaya ambayo Uislamu hauyakubali. Wao ndio wanaotupangia sisi, mkubali ushoga tutawasaidia, msipokubali nyinyi mna jamii yenu ni jamii ya unyanyasaji, mnanyanyasa watu, nyinyi ni madhalim, mna hiki mna kile. Wao ndio wameendelea kwa sababu wanaruhusu mambo hayo. Wao ndio wenye maamuzi katika huu ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu sisi hatujapata tulichoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini hatujapata tulichoahidiwa na Allah? Kwa sababu hatujakuwa tayari sisi kubadilika. Aya 11 ya suratul Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza maneno haya: inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wama lahum min dunihi min wal. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mambo yaliyoko kwa watu katika masaib, balaya, alzalazil walfitan washadaid, matatizo yote yanayowasibu watu katika ulimwengu bilkhususi Waislamu, Allah hayuko tayari kuyabadilisha mpaka wao wabadilike wenyewe, wabadilishe yaliyomo katika nafsi zao. Kwa nasema kwamba tukiwa tayari kuleta mabadiliko ya nafsi zetu sisi wenyewe, tukao tuko tayari sasa. Na ninasisitiza, narudia tena kwa kusema, hatumaanishi kwamba mtu huyu awe maasum. Maasum ni mtu ambaye hakosei, amekingwa na makosa. La, hiyo ni daraja wamepewa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wao ndio wana isma. Kadhalika malaika, almalaikatu almuqarrabun, na wengineo katika malaika ndio ambao la yaasuna Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun, hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wameumbwa hivyo. Sasa mimi sikusudii hivyo, na kusudia kuwa sasa ni wale watu waliosimama kwenye mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho wakitajiwa Allah wanapata hofu. Zikisomwa aya zinawatingisha na kuwazidishia imani. Hawa ni lazima wapate malezi ya tauhid, wajue manzila ya Qur'an na manzila ya Sunna. Na kwenye hili sasa ndio nitaingia kwenye nukta ya kwanza ya mihadhara yetu hii, as-salafiyya wa masadiru at-talaqqi, ad-da'watu as-salafiyya. Hii da'wa tunayoilingania, ad-da'watu as-salafiyya, na vyanzo vyao katika kupokea dini. Ukilifahamu hili ndio unaweza kufanya maamuzi sahihi, ndiyo yale malezi sahihi yanaweza kupatikana, kwa sababu umelielewa jambo hili wewe. Sisi dini yetu tunaichukua kutoka wapi? Huu Uislamu huu tunaojinasibu nao, ambao tunataka ushindi, tunataka izza, heshima kama walioipata wenzetu, na sisi tuipate izza hiyo na heshima hiyo na ushindi huo. Uislamu huu twauchukua kutoka wapi? Umar radhiallahu ta'ala anhu amenukuliwa akiwa na maneno yanayosema, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam fa in ibtaghayna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu tuliopewa izza, heshima, nguvu, ushindi kwa sababu ya Uislamu. Jamii yetu inakuwa ni jamii yenye nguvu, haitawaliki na wasiokuwa Waislamu, haiendeshwi na wasiokuwa Waislamu.
haiyumbishwi na wasiokuwa Waislamu. Sisi ni watu Allah ametupa nguvu na heshima kwa sababu ya Uislamu. Tukitaka heshima na nguvu na izza kupitia jambo jingine isiyokuwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. Walipolielewa hili wao wakasimama katika mstari wao, kweli Allah aliwapa izza. Jaziratul Arabia kwa wakati wao, ile katika jazira pale miji ile ya Makka, Madina, al-Yaman, al-Hijaz, al-Sham, kusema al-Hijaz na al-Yaman na tihama yake na Najdi yake, al-Jaziratul Arabia, walikuwa wamezungukwa katika pande zao zote na dola mbili kuu za kikafiri. Empire kubwa kabisa za kikafiri kwa zimewazunguka. Lau kama Allah angewasalitisha wale wakaja wote kwa pamoja, wangewameza Waislamu wote kwa sababu ya silaha zao na wingi wao. Imperatoriyatu ar-Rum na Imperatoriyatu al-Faris. Imperatoria hizi ni empire mbili kubwa kabisa, Roman Empire na Persian Empire. Hizi ni dola kuu mbili. Waislamu wakitoka 3,000 kwenda vitani, wale wakitoka kidogo kutoka laki, wako wengi. Mkisoma katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bihususi sira ya al-Khulafa ar-Rashidun na mambo ya futuhat, mtayaona haya yapo. Pamoja na ukubwa wa dola hizi, Roman Empire ilikuwa inaanzia Sham, yani kaskazini mwa sasa hivi labda miji ya Tabuk ile, mpaka kufika Jordan, kwenda Syria, mpaka Damascus huko, Aleppo, Hems, mpaka kufika Lebanon, Palestina, Al-Qustantiniya huko Uturuki, Lebanoni, Al-Qustantiniya, Uturuki, mpaka ndani huko Ulaya, mpaka Lisbon huko Ureno. Ukiteremka huku Misri, zote ziko chini ya Roman Empire. Bahari ile ya kati ya Mediterania iko chini ya utawala wa Roman Empire. Utashuka mpaka utaingia katika miji ya Eritrea, Ethiopia, Djibouti, wakati huo ni Habasha moja tu, mpaka miji ya Aksum, mpaka kusini mwa Yemen, yote ni Roman Empire. Mashariki kuna dola ya Mafursi wenye kuabudu moto. Dola ina nguvu, kwenda mpaka Herat huko, mpaka Kabul, mpaka wapi ni wao tu. Waislamu wako wachache katikati pale Maka, Madina, mara wamesilimu watu kutoka Yemen, hivyo tu. Lakini anasema nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam fa in bitaghayna al'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Lakini wao walipolitambua hilo, Allah aliwapa nguvu na zile dola mbili zilianguka. Wakati wa Umar ndipo alipokabidhiwa rasmi ufunguo wa kwenda kuifungua al-Masjid al-Aqsa, akakabidhiwa fungulo na Umar katika wakati wake. Mtume swalla salam hakufika pale ile katika usiku wa Miraj, Isra na Mi'raj. Lakini ni watu walileleka katika malezi hayo, wakakubali, wakaamua kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake mbele. Sasa sisi tukitaka kufanikiwa, ni lazima tuangalie yale yaliyowafanya wenzetu wafanikiwe. Hawakuwa na mchezo katika jambo la dini yao. Dini yao walikuwa wakichukua kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wakiitabikisha kwa vitendo katika mambo ya itikadi na imani, katika matendo na ibada na da'wa na akhlaq
na muamala kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, yote walikuwa wakiyachukua kutoka kwenye alkitabu was sunna. Sisi leo tunaposomewa aya za Qur'an juu ya mambo mbalimbali yanayohusu imani ya dini yetu, wapo baadhi yetu wenye shaka juu ya hilo. Wako baadhi yetu wanataka kutumia akili zao kuziendesha aya hizo au hadithi hizo, na inakuwa ni kitu cha kawaida. Mtu anaweza akakataa tu, mimi hili sioni kwamba ni sawa. Kiakili wajua mambo kama haya hayaingii akilini. Hili jambo itaingia vipi akilini? Akili ya nani? Shida iko hapo. Lakini utakapoituhumu akili yako kwanza kwamba mimi nimeambiwa nifanye hiki na akili yangu yafikiria hivi tofauti na vile, basi ituhumu akili yako. Kwa hiyo katika misingi mikuu ya ahli sunnati wal jamaa ni taqdimu naqli ala al-aqli, ni kutanguliza maandiko juu ya akili zetu. Haina maana kwamba akili zetu sisi zimefungwa, haturuhusiwi kufikiri, lakini tuamini kwamba akili zetu zina ukomo. Inafika mahali akili inakoma, haina uwezo wa kutafakari zaidi. Ukiitumia akili yako utakuwa umeitumia vibaya na hautapata fundisho, hautapata manufaa yoyote katika hilo, utakuwa katika hasara. Mwanadamu kila kitu amepewa ukomo wake. Sasa adawa salafia inamfundisha mtu asimame katika mpaka wake. Wala al-aqlaniyun, watu wanataka kutumia akili, wala aqla lahum, na hali ya kuwa hawana akili ya sawa sawa. Walipoanza kudhihiri katika umma wa Kiislamu, masahaba waliwakemea vibaya. Kuna watu kama mtu mmoja akiitwa Ma'badun al-Juhani katika zama za masahaba, wakati wa Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yeye alianza kutilia shaka kwenye msingi wa qadar. Sema la qadar wal amru unfun, hakuna qadar na mambo yote yako mapya kwa Allah. Maneno mafupi lakini yana maana, na kuna watu mpaka leo wanaamini aliyosema Ma'badul Juhani, pamoja na kwamba masahaba walikemea. Maana yake ni kwamba kwa sababu qadar, al-imanu bil qadar, wewe muislamu, wewe pengine mpaka umri uliofika hujajua maana ya kuamini qadar. Nataka nieleze pia al-imanu bil qadar, kuamini qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake, imebeba katika mambo manne. Yamebebwa na mambo manne. Ukiamini hayo umeamini qadar. Jambo la kwanza, watakiwa uamini ilmu ya Allah, ichukue wewe mwenyewe, alafu jiingize katika msingi hii minne, kwamba wewe Allah alikujua tangu hapo azali, kwamba kuna mwaka atazaliwa mwana fulani, kijana fulani, cha kike au cha kiume. Elimu yake Allah subhanahu alikuwa analijua hilo tangu huko azal, kabla ya kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Elimu ya Allah ni elimu ya azali.